Kuwa mwanaume ni heshima. Kuna siku niliwahi kusimama hapa nikasema, namshukuru Mungu alivyoniumba, namshukuru Mungu kwa kuwa egg. Najipenda, yani hivi hamna kitu napenda kama kuwa egg. Ninapoongelea swala la mafanikio, siongelei tu wanaume. Hapa sasa tunaingia kwenye somo lenyewe, yani muda wote tulikuwa tunajibrand wanaume. Muda wote tulikuwa tunajibrand. Sasa hapa tunaingia kwenye sasa hapa ndo tunakaribia sasa kuanza somo letu. Mithali 31:10 inasema mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii hapa sasa unayaandika, utaandika hadi 31:13 anasema, hutafuta sufu na kitani, ufanye kazi yake ya mikono kwa moyo. 14 sasa ndo point ilipo, ufanana na merikebu za biashara, huleta chakula chake kutoka mbali. Mimi mwanzoni nilikuwa namtazama kwamba labda Mungu alivyomwambia tu kwamba utakula kwa jasho sijui nini, wakati Mungu anagawa majukumu, nikawa nawaza labda masuala ya kutafuta ni wanaume tu. Kumbe hapa namna nile hapa mke mwema ni pamoja na masuala ya uchumi bana. Mimi nilikuwa sijawahi kugundua. Kuna vitu mimi vinanitiaga wivu. Ukiangalia kama Insta wapi, kuna hawa wadada wa Kichaga. Wengine wana umri mdogo kuliko sisi. Wanaenda China, wanachangamka, wanafanyaje? Mpaka unaangalia. Sio sote tutaenda China, lakini hapa at least kuna vitu vichache vya kujifunza. Hapa ndo maana ya mafanikio. Mafanikio sasa hapa somo letu Yohana 3. Yohana haraka 3:1-2. Nitasoma hapa kwa kasi. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa anasema naomba ufanikiwe katika mambo yote kama roho yako ifanikiwavyo. Hapa kuna vitu viwili. Naomba ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Haya ni maneno ambayo tumeyazoea, lakini sasa kama roho yako ifanikiwavyo ndio point yangu ilipo. Ina maana roho imefanikiwa tayari. Roho imefanikiwa tayari. Na kuwa na afya yako. Na afya ni muhimu. Afya muhimu, lazima tujifunze kutunza afya zetu. Mpenzi Gao, huyo alikuwa kiroho huku hana tatizo. Sasa huyo anamuombea na mafanikio ya kimwili ili aendelee kuitenda kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa kuna mafanikio. Mafanikio ni nini sasa? Mafanikio ni hali ya kufikia malengo au ndoto ulizokuwa nazo baada ya juhudi, kazi, mchakato fulani. Ili ufanikiwe, kuna vitu vingine mimi hata sijisumbwagi sana kuviombea. Kuna vitu vina kanuni. Yaani hivi unaweza uombe kidogo, alafu utekeleze kwa kutumia kanuni, alafu Bwana atende. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mmepoa au mmechoka? Tuishie hapo kwa leo. Mafanikio ya kiuchumi. Sasa hizo formula, kumbuka jamani, zamani tulikuwa na formula nini? Ile kitu ambacho kinakusaidia kupata majibu sahihi eti. Mnakumbuka urefu mara 2 jumlisha upana mara 2. Mnazikumbuka hizo? Jamani, tuliosoma hisabati kule na kuandika. Zile zilikuwa ni kanuni ambazo zilikuwa zinatusaidia kupata mzingo wa mstatili, sijui mzingo wa mraba, sijui nema urefu, sijui nini, si mnavikumbuka? Sasa huku pia kuna kanuni zetu ambazo tunazitumia sisi ili kufanikiwa. Hizi kanuni ni wajibu ambao inatakiwa ufanye. Yaani uzuri baba anatufundishaga vizuri kwamba ikiwa utafanya hivi nitafanya hivi, ikiwa utafanya hivi nitafanya hivi. Kwa hiyo kuna vitu tunatakiwa tuwe makini navyo au tufanye ili tufanikiwe. Wajibu wa kiroho ili kufanikiwa. Hapa nitaanza na Yoshua sura ya 1 mstari wa 2. Yoshua 1:2. Mkaende hata nchi ni wapayo
wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuendelee mpaka 8. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaye warithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushuhuda mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, kwa maana ndipo utakapofanikisha njia zako, kisha ndipo utakapostawi sana. Unaona hizo ahadi. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Ina maana kisiondoke kivipi? Kila kitu. Bahati nzuri hapa tunasoma, tunakuja kujifunza hapa kila kitu. Ile kumcha Bwana, unavyokuwa karibu na Mungu, unavyoyashika maneno ya Mungu, ndio hivyo Mungu anakuwa karibu na wewe. Zaburi 1:1-3. Zaburi 1:1-3, sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia za wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti upandwao kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Eli mtu yeye asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kuketi mabarazani pa wenye mizaa. Haya maneno tulizoea kuyaimba sana tulivyokuwa vijana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anakuja kivingine sasa. Shauri la wasio haki ni lipi? Unajua kuna wakati mwingine tunakuwa tunazingua. Unajua shetani kama kuna vitu ambavyo amefaulu. Shetani akitaka kuleta kitu anakuwa analeta kile. Ndio maana wachungaji wa zamani walikuwa wanaponda sana hizi nyimbo za kisasa. Si kwamba Biblia imeandikwa kwamba watu wasiimbe mapiano. Yaani hamna staili ambayo imeandikwa kwenye Biblia kwamba imbeni tu kizamani. Sijui nini. Ila watu wamepitia huko. Sio hilo peke yake, lakini kampani nyingine ukiona kampani haikufai, ikaushie kwa Kiswahili cha kisasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupo kwenye wajibu sasa. Mengine tumeongelea huko. Tengeneza picha ya vile unavyotaka kuoa. Sasa hapa hivi kuokoa muda tusisome sana. Kuna Mithali 23:7. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtu aonavyo nafsini mwake. Unajua tajiri na maskini yupi? Kuna siku niwahi kumwambia mdogo wangu nikasema nikiamua kuoa sasa hivi, sitafuti tena binti ambaye ni maskini.
Sasa akashtuka. Unaona ulivyoshtuka? Na alishtuka hivyo hivyo. Ambaye ni maskini. Tuna utambuaje umaskini wa mtu au utajiri wa mtu? Maskini, umaskini na utajiri wa mtu. Unajua mimi naonekana hapa, niko hapa ni videographer kwa professional. Ndio kitu ambacho mnakijua kuhusu mimi. Ila mimi kuna picha ya Egidi fulani hivi naliona ndani yangu. Sasa Egidi Atma Egidi sio huyu ambaye mnamuona nyie, ila ni yule ambaye mimi namuona. Sasa wewe issue yako tu ni simple, uwezo wako wa kufikiria. Hiyo picha ambayo unaiona kichwani. Ingawa kuna kitu kimoja ambacho ni changamoto. Unavyoweza makubwa, tegemea kupita kwenye mapito makali. Ina maana Mungu, ukiona mtu anapitia changamoto anafanyaje? Lakini sio mnyonge yani. Yaani kila siku anasema mimi nitafanikiwa sijui nini. Ndio maana mimi tangu zamani sijineneagi vitu vya kinyonge. Nasema ipo siku nitamiliki mabasi, ipo siku nitamiliki malori, ipo siku, yani ile picha ambayo unaiona. Kwa hiyo kwa nini nachelewa? Ina maana kuna wakati Mungu anakufundisha, anakupitisha sehemu hivi ili akili zikukae sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima kuandae. Amen. Kwa hiyo hii process ndio watu wanaikwepa. Mtu anapokuwa ana picha kubwa, yani bora hawa wadada, hata hamna cha ubora, ila tu hivyo anaweza kawepo hivi apate zali, tunaita zali la mentali, aje kuolewa hivi na mtu mkubwa. Sasa wewe mwanaume utaolewa na nani? Taifa kubwa. Lazima utengeneze picha kichwani hivi, kile unachokiona, alafu unaanza kukipambania kuanzia hapo hapo. Unajua hivyo unavyojiona. Kuna hii hesabu tumeikwepa, hii hesabu ya 13. Wana wa Israeli wenyewe wakati wanatoka kule wametuma wapelelezi sasa. Waende wakasema tumeenda tumepeleleza ule mji sijui na maziwa na asali na nini, sifa kibao. Eti lakini una majitu makubwa. Wanaanza kwenye negativity sasa. Una majitu makubwa. Yaani imepanda hewani kiasi kwamba sisi wenyewe tulionekana kama mapanzi na wenyewe ndio walivyotuona. Si kwamba yale majitu yasimama akasema nyie mapanzi vipi au mnaenda wapi sijui nini. Ila wenyewe kwanza walianza kujiona kama mapanzi. Kwa hiyo kwenye situation yoyote, kwenye hali yoyote, haijalishi uko vipi, ila ile picha ambayo unaiona, usiogope kupambania kile ambacho unakiona kichwani mwako. Picha ambayo unaiona wewe ndo wewe sasa wa baadaye, inabidi upambane mpaka ufikie hiyo hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mnanielewa au nimeingia sijui ndani sana, lakini ndio hivyo. Picha ambayo unaiona, ukijidharau hamna mtu atakuja kukuheshimu wewe. Na uwezi kutembea kibabe au kufanikiwa kama wewe mwenyewe aujioni kwamba uko juu. Na kwa bahati nzuri hapa tumeokoka. Kuokoka ni nini? Kuokoka ni pamoja na kufanikiwa. Zamani ndo maana wokovu ulikuwa unachukulia hivi kama watu fulani wamechanganyikiwa nini. Yaani ilikuwa ni kituko. Lakini sasa hivi kwanza wokovu umekuwa kijanja. Hadi wenyewe hao wengine ambao hawajaokoka na wenyewe wanaona la kutumia salamu yetu. Zamani ya salamu alaykum ilikuwa ni yani inaonekana na nili hivi ya kijanja. Ilikuwa ni salamu ambayo kidunia kisasa tunasema hivi ni kama ina unyama fulani hivi. Lakini siku hizi Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ambaye hiyo salamu inakuhusu, usijichukulie poa. Hebu mwambie mwenzako usijichukulie poa. Mungu awabariki. Msijichukulie poa hivyo. Mungu kwa mfano ikatokea mimi nikanunua labda baisikeli, hamna mtu atashangaa. Yaani kitu ambacho hivi kila mmoja ana uhakika hiki hapa ni kitu, ni maamuzi tu, naweza nikaamua nikanunua hata leo. Ila ikitokea mimi labda hapa gari mtu inaweza isimshtue, ila nikinunua kama basi kidogo itawashtua. Au ninunue kama semi trailer. Kwa wakati mwingine Mungu akiamua kusurprise anatumia kitu kinyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati mwingine wewe usijidharau kwa sababu ya elimu yako. Wakati mwingine hivi kuna kitu akifanya mtu mwenye elimu kubwa, haionekani kama ni maajabu. Ile ukifanya wewe ambaye una elimu ya kawaida, itaonekana kwamba yani itakuwa ni utukufu kwa Mungu. Kwa wakati mwingine kuna mtu Mungu aliwahi kumuomba kipofu bana. Na Yesu akaja akamponya. Wanafunzi wake na Yesu akamuuliza, hivi imekuwa kwaje? Huyu hapa alitenda dhambi au ilikuwa kwaje? Akasema vitu vingine ni ili jina la Bwana
liwe glorified. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna vitu vingine Mungu anakupitisha kwenye situation fulani ili akuinue, baadaye watu wamuone yeye kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu, tengeneza picha ya vile unavyotaka kuwa, wewe uamue. Unajua mimi kwanza si appreciate sana manabii. Nimeshuti sana hizi ninavyokuaga mjini, na washuti sana manabii hao. Lakini mimi hivi siendaki kuwanyenyekea sana hivi kwamba je, akikutabiria ambavyo hutaki, je itakuwaje? Mimi naamua kwamba nataka nipate hela na naomba. Kuna kipindi tumeanza, tulikuwa unatoa sadaka kwamba hii hapa naomba basi Mungu, hii hapa nimetoa kama kafara, Mungu anisaidie kwenye hiki hapa. Au watu wa upande wa pili wanatuzidi akili, wenyewe wanatoa makafara huko, wanafanyaje ili kufanikiwa. Kwaona sisi huku kuna ukitembea kwenye kanuni hizo Mungu anakusaidia kupata hiyo nanili, kupiga hiyo hatua kukufikisha kwenye mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. B ni masuala ya sadaka. Hii ipo Wakorinto wa pili wanaoandika sura 9 mstari wa 7. Hatutasoma. Kwanza hii hapa ingetangulia ile ya nanili. Ingetangulia hii si kutoa zaka kamili. Zaka, niongelee zaka. Kuna watu wanakuwa disappointed anapokuwa anatoa zaka alafu anapata hasara. Wewe inakuaje? Kuna kitu kinaitwa bima. Kila mmoja anaelewa kuhusu bima. Bima, insurance, ni kitu ambacho wakati mwingine uanaki kama labda au mtu nyumba imeungua anapewa fidia, anafanyaje? Au inakuaje? Sasa hii kazi ya zaka ni hii. Moja ni kama bima. Mtu anaweza kabisa akaja akakutapeli na akakuweza kaisa amekuweza. Ila kumbuka wewe unatoa zaka. Kuna mtu amewahi kunidhulumu hela yangu, nikamwambia wewe, hiyo hela kama ni yako kaa nayo tu ile. Ila najua hiyo hela itanirudia. Sasa kawa nawaza hivi, huyu hapa mchawi nini? Mimi najua hela yangu mimi naitolea zaka. Kwa hiyo hawezi kuliwa kizembe. Atakula hivi hata jua imekuja saa ngapi. Hamna cha chuma ulete wala nini. Ile hela itanirudia tu. Hata jua namna atakavyopoteza hela. Na hata jua mimi, yani kuna namna hivi Mungu anafidia. Alafu kwa andiko tuliluka hivi la zaka ni Malaki 3:10 inahusu zaka. Inafungua milango. Sasa inafungua madirisha. Sasa ikifungua madirisha ina maana kuna vitu vya kupita sasa. Vitu vya kupita unavipataje? Ni sadaka. Sadaka inapatikana wapi? Ni Wakorinto wa pili 9:7. Sadaka kwamba huku milango imefunguliwa. Nimeenda speed. Wewe andika tu hapo, sio ndio ingekaa bia hapa. Kutoa zaka kamili ni Malaki 3:10. Alafu kuhusu sadaka hii sasa ndo tuiweke iwe si vice versa is true. Nimeanza na hii nikaweka hii hapa. Hii hapa ni Wakorintho wa pili sura 9 mstari wa 7. Mungu anakuwa anakubariki unapokuwa unatoa hapa. Yaani kuwa proud unapokuwa unatoa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja hapa ni mtumishi wa Mungu. Sio kila mmoja anaweza kasimama hapa mbele. Kuna watu hata huwezi kujua kama wao Mungu kanisani wanakujaga na kuondoka, lakini wachangiaji wazuri. Kile wanachokitoa sio bure. Mungu anakuwa anaangalia, anabariki pale. Mimi nakumbuka kipindi nataka kuoa. Ilikaa hivi nikawa nakaa hivi unatengeneza relation. Ilifikia sehemu nikawa tena simwambii hata baba. Nilienda kumwambia nilipopata uhakika. Kwa sababu hivi ulikuwa labda umenanili hivi, umetengeneza, umeajenga wewe. Inafika sehemu mtu anakupiga tukio na unataka kujetelela. Alafu kwa watu unakaza unasema unanili nimepiga chini. Kumbe wewe ndio umepigwa chini. Nyewe dada ambao mnasumbuka na haya mambo yapo. Na ukitaka kujua hivyo, ukiona hivi wakati mwingine mnaingia rohoni mnaabudu, unashangaa watu ukiongelea mahusiano kama hivi ni kizalma dipu hivi. Shangaa tukiingia kwenye maombi watu wanalia. Kumbe ni yale nimekumbusha machungu, watu hivi wanakumbuka machungu ya kuacha. Unahisi wamezama rohoni, kumbe hamna kitu. Yaani wanakumbukia wana misiba mpaka unapoongelea, unapowafundisha kuhusu upendo wa Mungu, hawana kabisa imani na upendo. Unajua yani wanakumbuka yale matukio, yani mpaka wanashindwa kuwa na imani hata na Mungu. Wewe Mungu hata unapomwambia Mungu anampenda, anaona si ni kama wale tu. Kafika sehemu nikakasirika, nikaona sasa huu hapa ujinga. Mungu nimechoka haya maisha. Kuanzia leo sitaki mahusiano feki.
Sasa ni maombi ya kikatili, maombi ya kujikatili hayo. Unajua matokeo yake? Mungu asipofanya haraka, sometimes unakuwa na yale mahusiano vijana ambayo ya kusindikizana ukubwani. Hata huyo wa kusindikiza ukubwani muone. Unakuwa single mpaka akili na kukaa sawa. Kwamba sitaki na kataa mahusiano feki. Kwamba hapa nimechoka sasa, kama nilikuwa najifunza hapa nimeshajifunza tayari, nimefuzu, inatosha. Ila kabla hapo, wakati na heng sina upande, nikamwambia sasa Mungu. Yaani nikaanza kumwomba Mungu sasa hapa. Sasa sisi tunachokikoseaga kumbe, tunaingia kwanza, alafu ndo unaanza kumwombea Mungu, kumwomba Mungu. Mungu anaangalia sasa wakati huo hapo unamwomba Mungu, alafu huko umeshazama sasa, yani hutaki ayavuruge. Yaani ni kama unakuwa unamwomba Mungu, Mungu naomba unisaidie huko sijui nini. Alafu namwambia lakini huku wewe tu haya masuala ya mapenzi yako timizwa hamna. Wewe mbadilishe tu ikiwezekana huyu ili tuweze kuendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpaka akili hivyo nikaa sawa, nikaomba hivyo. Ndio Mungu ni mwaminifu, hata ikupita muda mrefu sana. Kwa hiyo hata kiuchumi unatanguliza kwanza Mungu, sio unakuwa kwanza unafungua hivi, ushafungua biashara hivi hapo hata hujui kama iko location sahihi au nini, afu ndio endelea kumuomba Mungu. Ile kumtanguliza ina maana kubwa sana. Ina maana umemheshimu Mungu, umemwamini Mungu. Hapo atakuzuia kwamba eneo ili usifungue, subiri nini. Ile umeenda umefungua kwa maamuzi yako sasa, alafu na mforce Mungu aje kwenye jambo lako. Amen. Kukua kiroho. Kukua kiroho iko Wagalatia 4:1. Naomba utasoma kwa muda wako. Yaani hili somo ni refu hadi kero. Hapa inabidi nimelikimbiza tu hivyo, sijui niandike kitabu. Kuna kipindi hapa bwana, kuna kipindi cha maturity. Unavookoka, unajua mtoto anapokuwa mdogo, anakuwa akihitaji hivi kitu unakuwa unampa yani hivi kirahisi. Ila kuna umri anafika wakati mwingine hivi anakuambia kitu kama sio labda ada ya shule au nini au hivi akadaga ile viatu sijui nini, unaweza ukawa na hela alafu ukakausha tu, ni umeamua. Ili unamfundisha nini? Anakuwa ajue kuna wakati wa kupata na kuna wakati mwingine sio lazima kiwepo, hata kama yeye anakiona kabisa hivi kipo hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu anachokifanya, kwa mfano mimi kipindi nimeokoka hivi sina muda mrefu, nimeokoka nikiwa mdogo. Nijua vizuri kucheza na hiyo nafasi. Na wewe kama umeokoka au una muda mrefu, cheza nayo vizuri mno. Ukiwa kama ndo umeokoka hivi, kuna vitu vingi unakuwa unajibiwa. Ila kadri unavyoendelea kukua sasa, kuwa mature, na Mungu anakupitisha sehemu hivi, anaanza sometimes hivi, ni kama anakukaushia hivi. Yaani kama hajakusikia mpaka kuna wakati unaanza kuwa na wasiwasi. Yaani na Yesu yuko hivyo. Amen. Kwamba wakati wa hii hapa kukua kiroho, hii maturity, wakati wa maturity ndio unaanza kukutana na vitu vikubwa. Hiyo ni F, kuwa na ukili chanya juu ya maisha yako, usijitabilie vitu vya ovyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni Mithali 18:21 na Ayubu 12:13. Ayubu 38:12-13. G, tenga muda na Mungu. H, kumtumikia Mungu. Tunakuja hiyo namba 2 kufanikiwa